Uswahilini bwana, hakuna stori ya mtu mmoja, yaani kila maisha yanagusa maisha ya mwingine, na hapo ndipo vurugu, visa na mikasa visivyo na mwisho huanzia. Wakati Suzi bado yupo store ya Mama Pinda akipanga mipango ya kesho kuhusu ile harusi ya kishua Mbezi Beach, nje ilisikika sauti ya pikipiki ikipiga breki kwa fujo. Krrrr! Akaingia jamaa mmoja, kofia ya bodaboda kichwani, shati limefunguliwa vifungo viwili juu, jasho linamtiririka kama ametoka kupigana ulingoni na Twaha Kiduku. Huyo ni Kasim bodaboda. Mwenyewe anapenda kujiita Kasim Misipidi. Okay. Kasim ni kijana wa Mbezi, mzungu wa macho, mcheshi, lakini bahati yake kwenye maisha imekaa pembeni kidogo. Yaani huyu jamaa muda wote magundu yanamwandama kama hajaaga kijijini kwao. Ila Kasim bwana ana ndoto kubwa sana kuliko hata pikipiki yake. Anatamani ajenge nyumba nzuri, aoe mwanamke mzuri, anatamani amiliki gari nzuri. Lakini pikipiki ndio imemfunga. Maisha yake yametawaliwa na madeni, utafikiri yeye ndo kamati ya mikopo. Huyu jamaa ukimchukua yeye na deni la taifa, basi huenda akashinda kwa kudaiwa. Maana anakopa mpaka taasisi zote za mikopo zinafunga ofisi zikimuona. Mama Pinda akamwangalia. Kasim, leo mbona sura yako kama mtu aliyeibiwa mchumba? Kuna nini mwenzetu? Kasim akatoa kicheko cha kujificha. Mama, acha bana. Haya maisha yenyewe yananiibia. Sibusa mchumba. Suzi akamkodolea macho. Kwa hiyo wewe ndo Kasim yule anayekopa mafuta, alafu anasema anarudisha kesho Na ikifika kesho unasema tena kesho. Mara ghafla uonekani unakimbia shwa kama kipanga. Ndo wewe eti? Amna bwana, Uswahilini hakuna kesho mama. Kuna ngoja nipate. Mama Pinda, kuna harusi kesho Mbezi Beach. Nimepata dili ya kusafirisha wageni kuelekea huko. Ila kuna tatizo kidogo. Tatizo gani? Suzi akadakia. Kasim akashusha sauti. Pikipiki yangu iko kwa Reani. Nilikopa hela nikampelekea mama yangu kijijini. Kimya kikaingia. Hapo ndipo Suzi alipoona kivuli chake ndani ya Kasim. Mtu anayecheka mbele ya watu, lakini anapambana kivyake akiwa mwenyewe. Suzi akapiga makofi mara moja. Kumekucha. Kwa hiyo kesho wote tupo kwenye hiyo harusi. Mimi jikoni, wewe barabarani, mdaiwa sugu. Sasa basi, hiyo hela ya jioni tutagawana wote hata kama ni vumbi. Kuhusu madeni yako utajua mwenyewe. Wakati unakopa sikuwepo, upo kijana. Kasim akasema, kwani wewe si una malipo yako? Sasa mbona wataka na yangu tena? Au wewe waendesha bodaboda siku hizi? Suzi akamjibu, sasa basi kama ndo hivyo, mimi utanipeleka bure. Kwanza nilikuwa sina hata nauli hapa. Afadhali umekuja. Kesho utanipa lifti, sawa Mama Pinda akatikisa kichwa tu. Ila hawa watoto wa Mbezi jamani, yani mnaishi kwa matumaini tu, kila siku afadhali ya jana. Lakini ndani ya matumaini hayo kulikuwa na mlipuko unakuja. Kwa sababu Kasim hakumwambia Suzi ukweli wote. Mtu aliyempa rehani pikipiki yake ndiye yule yule atakayekuwa mgeni mkubwa kwenye hiyo harusi. Na wakikutana je? Hapo ndipo Suzi wa Mbezi atakapojulikana kwa watu wengi zaidi. Basi bwana, kesho yake ilifika. Suzi aliamka mapema kuliko kawaida. Akaoga zake, maji yaliyokuwa kwenye beseni usiku kucha, akajipaka mafuta kidogo, akavaa gauni lake jeupe, sio la harusi, ila lina heshima ya kazi. Akajiangalia kwenye kioo. Ila mimi mzuri jamani. Leo nitaenda kimya kimya, sitaki kasheshe ya kiumbe yoyote yule. Uongo. Huo ulikuwa uongo wake wa kwanza wa siku. Maana tunamjua huyu kivuruge. Yaani atulie. Labda dunia igeuke chini juu. Okay. Sasa kuhusu Kasim ni hivi. Bodaboda anayomiliki ni yake kihalali. Lakini alikopa fedha kwa rafiki na bodaboda akaiweka kama dhamana, yani bondi. Ila huyu jamaa ana hatari sana. Akajifunga kofia yake, akavuta pumzi. Leo nataka hela ya kweli. Yani nitahakikisha napiga vichwa vya maana. Hapa mpaka jioni nije kufunga hesabu kwa hela nzuri. Mbezi Beach tayari palikuwa panachemka, yani pamenoga vibaya mno.
mziki mzuri wa taarabu ukipigwa, viti vimepangwa maridadi kana kwamba anakuja rais. Magari yanawasili moja baada ya jingine. Hakika ni sherehe ya ushuani kweli ya swaa. Suzi akaingia zake jikoni. Moto, jasho, kelele, vyote vilimwandama. Lakini angefanyaje? Hakuwa na namna. Dada, kata vitunguu haraka bwana. Wageni hawatakiwi kukaa muda mrefu bila kupata chakula. Suzi akapambana. Anachekesha watu, huku anafanya kazi, anapiga stori ndogo ndogo, yaani kutulia na jambo moja kwake ishakuwa dhambi kabisa. Mpaka alipomsikia mtu akisema kwa sauti nzito, "Huyo dada anayechangamsha pale, mimi namfahamu." Hapo sasa, Suzi akageuka polepole kumwangalia huyo aliyeropoka. Alikuwa ni Bwana Nundu. Mwanaume mvaa suti, mwenye tumbo kubwa mbele kama kiroba cha mchele. Macho yaliyovimba kama anahesabu madeni ya watu. Yeye ndiye aliyeshika rehani pikipiki ya Kasim. Suzi akamkumbuka ghafla Kasim. Hivi Kasim alisemaje jana? Moyo ukaanza kudunda haraka haraka. Upande wa nje sasa, Kasim anawasafirisha wageni. Ghafla akaona suti ile ile. Awali hakujua kwamba Bwana Nundu yupo kwenye hii sherehe. "Oh, hapana, sio leo jamani," alijisemesha. Lakini Uswahilini hakuna kujificha. Bwana Nundu akapigia makofi Kasim hadharani huku akimuita, "We kijana, pikipiki yangu vipi?" Watu wakaanza kutazama. Suzi akaacha sufuria kwa mshtuko aliyoupata. Akatoka jikoni bila hata kuomba ruhusa. Yaani hapo kashavurugwa, haelewi afanyaje. Akaamua kuingilia kati bwana. Akasimama katikati. Pikipiki sio yako bwana, wewe umekopwa hela na sio pikipiki, usijimilikishe. Ukumbi mzima ukanyamaza. Mama harusi akashika kifua kwa mshtuko. Hivi ni harusi au kikao cha serikali? Bwana Nundu akacheka kwa dharau. We mwanamke, hebu kaa pembeni kwanza, hujui lolote, usiingilie yasiyokuhusu. Suzi akasogea mbele zaidi. Uswahilini hakuna kukaa pembeni mzee, upo. Kama unamkandamiza mtu unataka tukaushe tu. Umesikia unaogopwa? Watu wakaanza kunong'ona. Baadhi wakapiga makofi. Kasim macho yalimjaa macho, lakini cha kushangaza, mgeni mmoja mkubwa akasimama. Huyu dada anaongea ukweli, ni mjomba wa bwana harusi. Bwana Nundu akajikuta hana nguvu tena, akavuta pumzi. Basi pikipiki ichukuliwe kesho. Suzi akapiga kofi la usindi. Kesho ni kesho, leo ni harusi. Ukumbi ukacheka. Mziki ukaendelea. Jioni ile, Suzi alipata hela yake. Kasim alipata tumaini jipya. Lakini Suzi alipata kitu kikubwa zaidi. Sauti, jina, heshima ya mtaa. Na kila mtu akaanza kusema, "Huyu dada, Suzi wa Mbezi, ni kiboko." Mko tayari kwa shemu inayofuata? Basi huku ndiko tulikokuwa tunapataka. Haya, twendeni kwa pamoja. Ila msiache kwa subscribe basi jamani. Wekeni like hapo na comment. Hadi iko kidogo kinawashinda jamani. Au niwaitie Suzi ya Wachambe?